Tunasoma Yohana 5 mstari wa kwanza. Mambo yale Mungu aliniambia yako mstari wa 7, lakini ningependa tuingie mstari wa 5 wa kwanza ndio tuendanishe naye tuweze kuelewa. Ningesoma tu mstari huo moja na nianzie ibada saa hii, lakini wacha tuchukue kutoka 1 mpaka 7 ama 8 ndio uone vile Mungu amesema na vile yanakuwa. Ndio nitakapokuwekelea mikono na ushike hilo neno leo hii, Mungu akuunganishe na Mungu akufungue na Mungu abariki maisha yenu kwa jina la Yesu. Haleluya. Hebu inasemaje? Yesu anamponya mtu karibu na bwawa. Yesu anamponya mtu karibu na bwawa la maji. Yesu anamponya mtu karibu na bwawa. Baada ya hayo kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Baada ya hayo kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akaenda Yerusalemu. Na Yesu akaenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu karibu na mlango uitwao mlango wa Kondoo. Yes. Kulikuwa na bwawa la maji liitalo kwa Kiebrania Bethesda. Ambalo lilikuwa na baraza 5 ilikuwa na baraza 5 zenye matao. Ilikuwa na baraza 5 zenye matao. Hapa hayo ni maelezo ya mambo hayo. Ni maelezo. Kulikuwa na mtu, kulikuwa na mahali, kulikuwa na bwawa, vitu kama hizo. Tuelewe, tuendelee. Humo barazani mlikuwa na wagonjwa wengi. Sasa humo barazani kulikuwa na wagonjwa wengi wamekaa. Na walikuwa wamekaa. Sasa humo barazani, hata vile tunatembea saa hii, praise the Lord. Kuna watu wengi wanahitaji uponyaji wa kimifuko, kifedha, si ndio? Wanahitaji uponyaji wa kindoa, uponyaji wa kiwatoto, wanataka uponyaji wa kazi. Wagonjwa walikuwa wengi hapo. Kulikuwa na wagonjwa wengi hapo, ushike hilo neno tu. Hapo nje kulikuwa na wagonjwa wengi, kulikuwa na watu wengi waliokuwa wanahitaji msaada. Kulikuwa na watu wengi waliokuwa wanangojea maji haya yatibuke ndio waweze kuingia wapone. Haleluya. Na Yesu asifiwe. Nimesema chukua kwa jina la Yesu. Ukiacha itaenda na mwingine. Haleluya. Humo barazani mlikuwa na wagonjwa wengi wamekaa. Yes. Vipofu, viwete na waliopooza. Vipofu, viwete na waliopooza. Kulikuwa na watu wengi wagonjwa wa kila aina. Shida za kila aina ambazo watu wamebeba leo hii. Hata siku hiyo zilikuwa magonjwa, maukosefu, madeni, shida zilio pande zote. Kulikuwa na wagonjwa wengi. Haleluya. Kulikuwa na wagonjwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na shida nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wakingojea maji yatibuliwe. Na hao watu walikuwa wakingojea maji yatibuliwe. Walikuwa wakingojea maji yaanzie kutibuliwa, waingie ndani wapone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana mara kwa mara malaika alishuka majini. Yes. Nyakati fulani na kuyatibua. Yes. Mtu yeyote aliyekuwa wa kwanza mara kwa mara malaika alikuwa anashuka kutibua maji. Hapo nitasema kwa wale watu ambao wanafuatilia sahihi kanisa na kazi ya Mungu, nyumba ya Mungu, fuatilieni vizuri. Kwa sababu mara kwa mara walikuwa hapo. Haleluya. So unafaa kufuatilia vizuri ndio usije ukasema siku ile malaika anakuja kutibua maji usiwe huko. Tuko pamoja? Mara kwa mara malaika alikuwa anakuja anatibua maji, wagonjwa wote wanaruka na pona. Mara kwa mara malaika alikuwa anatibua, anakuja anatumwa. Sasa hapo muangalie sana kwa wale natembea nao saa hii. Hii mipangilio upange vizuri na Mungu wako. Ujue kama ni kanisa utafuatilia vile inafaa ama ni kurukaruka ukute sasa ile unakuja leo malaika wako alikuwa sana iliyopita. Si ndio? Yes. Sasa kumbe malaika alikuwa last week ndiye alikuwa amekuja kutibua maji huyu waingie. Akawa sasa hayuko. Mwingine akaingia. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo ukipokea kubarikiwa kunategemea na kufuatilia. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Labda unakosa saa ambayo ni malaika ndiye anatibua ndio upone. Labda unakosa siku ile Mungu amekuja kufungua mlango wa kazi. Labda unakosa siku ile Mungu amekuja kufungua mlango wa uponyaji. Labda unakosa siku ile Mungu amekuja kufungua mlango wa maana maisha yako yapone wa kifedha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Yes. Mtu
yeyote aliyekuwa wa kwanza kuingia majini, mtu yeyote aliyekuwa wa kwanza kuingia kwenye maji hayo, baada ya maji kutibuliwa, alipona ugonjwa wowote aliokuwa nao. Alikuwa anapona ugonjwa wote aliokuwa nao. Mtu yeyote aliyekuwa wa kwanza kuingia hata mara ya hata kuingia ukiwa wa kwanza, nilisema hata saa inaangaliwa. Amen. Si ndio? Yes. Nilisema hata Mungu anaangalia kila kitu, mpaka saa ile uliingia, mpaka vile unaingia kwa nyumba yake anajua. Mtu yeyote aliyekuwa anaingia akiwa wa kwanza alikuwa anapona ugonjwa wote aliokuwa nao. Ni ugonjwa gani unakusumbua? Uadeni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni watoto hawana karo. Ni nyumba hii alipika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ugonjwa gani? Kama huko kwa kisima tulia, malaika anakuja kutibua maji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika anatibua leo na uingie. Amen. Ukiingia upokee kwa jina la Yesu. Mwingine anaingia anatibuliwa, anachukua school fees. Si ndio? Yes. Pokea kwa jina la Yesu. Mwingine malaika atibue leo na upokee rent ya nyumba kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine malaika ingia atibue upokee visa kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea baraka kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Kuna malaika hapa sasa ametumwa leo kuja kutibua. Na kuna watu wataingia ni tofauti. Leo hii ndivyo wanasema. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema alikuwa amesikia Mungu. Huyu mtu alikuwa ameitwa. Tumeona haikuwa mizaa. Praise the Lord. Ni kwa sababu nimengojea. Sio kwamba mambo yalikuwa mazuri. Praise the Lord. Nyumba zilikuwa zinalipika, lakini nikasema ninamngojea Jehova. Praise the Lord. Sitaondoka katika wema wa Bwana. Nitamngojea Bwana. Hata kama ni miaka 5 imeisha, nitamngojea Bwana. Hata kama ni miaka 10, nitamngojea Jehova. Na saa hii, haleluya, Mungu amekuja kujidhihirisha. Hautaendelea hivyo. Unapona na unabarikiwa. Hautaendelea kudharauliwa kwa jina la Yesu. Bila walikuacha wakiwa, hawatakukuta hivyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Maandiko anasema kulikuwa na mtu aliyekaa hapo miaka 38. Huwa anahesabu miaka, naona 38 good years si kitu ya kucheza nayo. Yes. Miaka ya mtu itolewa 38, kwani ni ngapi? Sio ni almost 40 wanahesabu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Sasa miaka 40 mtu amepezeka. Amepanda, ameshuka, akianzia biashara inaisha. Haijamwachia hata karpot, hata rent yenyewe ni shida. Akichukua mkopo anachotwa. Haleluya. Akijaribu njia hii inakuwa ni shida. Akiweka ng'ombe inakufa ikiwa inazaa. Praise the Lord. Hayo ni maisha ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Akifua kuku zinakufia kwa mayai, zikiwa zimelalia. Maisha ya shida, maisha ya kilio. Miaka 38 anateseka hivyo. Anasikia anasema Yesu akaenda mwenyewe. Yes. Haleluya. Nataka kukuambia ujue hauwezi ukazuiliwa ukiwa na Yesu. Amen. Haleluya. Hata kama wataweka vitu ya kuzuia, siku ya Yesu ikifika ya kuja, nani atamzuia? Alikuja yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hakutumana hapo. Mbeleni ilikuwa malaika anatumwa, lakini nafika mahali anakuja mwenyewe. Haleluya. Nataka kukuambia ya kwamba hata kama wale malaika walikuwa wametumia wao kukusaidia, Yesu amekuja mwenyewe na kukupigania kwa jina la Yesu. Amekuja kukurejeshea kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe kama malaika waliotumwa wakatibua maji hukuweza kuingia. Ulikuwa katika hali ya hatari. Ndio ulikuwa umelemewa. Haleluya. Lakini haijalishi. Endelea kusema Yesu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Watu wananiona kiatu kimevunjika. Wanasema huyu mtu ni wazimu. Nasema Yesu anaweza. Yesu anatawala. Haleluya. Hatunasema Yesu anaweza sasa ile tuko na vitu peke yake. Hata wakati hatuna, Yesu anaweza. Yesu anaponya. Yesu anatawala. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu anasema huyu anaongea hivyo leo. Hata akiwa hivi bado hajatoka kwa njia zangu. Na
bado malaika hajamsaidia, wacha niende mwenyewe. Haleluya. Na akifika hivi ndio hiyo ipone kwa jina la Yesu. Akifika hayo masomo ya watoto wako wapone kwa jina la Yesu. Haleluya. Akifika tu hiyo biashara imekusumbua na isimame kwa jina la Yesu. Mungu akuunganishe na mtu ambaye utafurahia maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Miaka 38 ni kidogo. Haleluya. Sasa wewe umeteseka ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama ulisaliwa kwa shida basi, hiyo sio shida sahihi. Haleluya. Hiyo ilisumbui sahihi. Hata kama nilizaliwa katika familia maskini. Bwana Yesu asifiwe. Sahihi nimemjua Yesu na nimejua nikitembea naye hivi kuna siku anajitokeza mwenyewe kutangaza huyu mtu ni wangu, huyu mtu ninamjua, ataacha njia zangu kuanzia leo. Ondoka na utembee kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ufunguliwa kwa jina la Yesu. Maisha yasimame kwa jina la Yesu. Haleluya. Haya mandeni yaondoke kwa jina la Yesu. Amen. Inasemaje? Naye alipomuona huyu mtu alipomuona amelala hapo na kujua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu, akamuuliza. Yesu ndiye alimuona. Naye Yesu alipoona huyu mtu amelala hapo na alijua amekaa hapa sana. Asubuhi nikasema si eti tunastahili kueleza Yesu kwetu. Anajua mpaka kwenu, anajua watu wetu. Hata akapokuja hakuna mtu anastahili kuuliza barabara ya kufika kwa hawa. Sisi ndio tunaweza kuwa hatujui. Haleluya. Lakini anajua mama yake, anajua baba yake, anajua babu zake wote. Kwa hivyo anapokuja hataki kuuliza, na ndio nasikia anasema alipofika na alijua huyu mtu amekaa hapa miaka mingi. Haleluya. Anajua ile miaka umeteseka. Anajua ile shida imekusumbua miaka ngapi. Haleluya. Anajua umekaa peke yako hiyo miaka ngapi. Anajua unaumia mawazo kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Anajua unang'ang'ana kulea peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Yes, hakuna wakukushi. Anajua hayo yote. Lakini anasema alipofika hapo akamuona huyu mtu na akajua amekaa miaka mingi. Yes. Akafanya nini? Naye alipomuona huyu mtu amelala hapo na kujua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu. Yes. Akamuuliza. Akamuulizaje? Je, wataka kupona? Akamuuliza unataka kupona? Naye akajibu. Bwana, mimi sina mtu wa kunisaidia majini, wa kunirusha hapa. Akamwambia ona, mimi sasa sina wa kunirusha hapa. Wakati mambo Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hata kama hakuna mtu wenu anakusaidia. Yesu akifika hataki tena watu wenu. Haleluya. Akifika hahitaji wa kukusaidia tena, ni yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio nafurahia kukaa na Yesu. Nikijua sasa akifika siku yake. Haleluya. Alipofika siku ya kupeana haya madhabahu, hakuuliza ndugu yangu ruhusa, hakuuliza dada yangu ruhusa. Labda hata angeuliza angemwambia hapana, huko hatumjui huyo na wananijua. Haleluya. Ikifika wakati wa kukuinua hataki kuuliza, hakuji kuuliza maswali. Amekuja kukupigania. Bila watasema wataona umepiganiwa. Haleluya. Hata wachawi waliosimama mbele kukupinga watakuta umepiganiwa. Haleluya. Kwa sababu Mungu hakuji kuuliza maswali. Haleluya. Huyu anamwambia hakuna mtu wa kunisaidia. Yesu amefika. Hahitaji mtu wa kusaidia hapo tena. Ni mimi nimekuja kufungua milango. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukihitaji kununua gari hata uko ukinyima mkopo na banka, utanunua kwa jina la Yesu. Hata kama unataka kununua shamba, haleluya, itafika kwa jina la Yesu. Wakati umefika na Mungu anaifungua. Bila Mungu anaifungua, hahitaji wa kuomba msaada saa hiyo. Ni yeye anaunganisha mambo yake. Ni yeye anafanya kila kitu mpaka unajikuta umebarikiwa. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Pokea neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea baraka kwa jina la Yesu. Haleluya. Hahitaji usaidizi wa mtu. Sina mtu wa kunirusha.
Si ndio hii maji hapa inatimuliwa? Yes. Ilitimuliwa sana. Yes. Na watu waliingia. Yes. Haleluya. Amen. Na si unasikia wamepona. Yes. Magonjwa ya roho na ya mwili. Yes. Haleluya. Pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Malaika amekuja kutimua maji na leo unaponywa. Leo utaingia na maisha yatapona kwa jina la Yesu. Wewe tumika na hekima. Tuko pamoja. Anasema sina wa kunisaidia. Ni mara ngapi unalia ukitaka msaada kwa ndugu zako na dada zako na wanashindwa kukusaidia? Haleluya. Ni mara ngapi unawaendea unawaambia nitachotwa, nilichukua kwa mkono hapa nikaweka biashara imechoma, nisaidie, wanakuchekelea. Wanasema nani alikwambia ukachukua maroni? Nani kwani hapo hesabu interest? Hapo ndio wanajiwanga kuongea mambo mengi. Na ndio naambiwa kuhamia Yesu wachana na watu. Amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Ingekuwa ni mtu nilitegemea anisaidia hapa, si hakuna kanisa ingekuwa hapa. Haleluya. Ingekuwa nilikimbilia mtu nikamwambia nipee pesa ama nisaidie nishikilie na njia yoyote, hakuna mtu angenisaidia. Maana wote wakanikaa kando. Haleluya. Hata ile siku kiliumana kutoa sasa saa hii ni kutegemea. Ni magoti nilipiga mbele za Bwana. Nikamwambia leo nataka kuona muujiza Jehova. Mungu alitumana jioni. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja majioni tukiwa tunafunga sikukuu yetu ya mwaka wa 2021. Haleluya. Lakini akatumana akasema hapana, hamtaenda hivyo, nimekuja. Sasa hiyo unakuwa unategemea watu nisaidie wagani. Hata unataka kusema watu wetu hawana pesa wote. Haleluya. Lakini kwa nini unakaa hivyo? Hadi maisha yanaenda hivi? Ni kwa sababu mwanadamu hata kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ole wake mtu anayetumainia nani? Mwanadamu. Uweke mawazo kwa mwanadamu, utaibika mchana. Haleluya. Eli anayemkimbilia Yesu anakaa hapo. Anasema Mungu nakungojea. Alisimama nikamwambia Bwana ninakungojea. Hata katika hali hiko hivi Mungu ninakungojea. Jua Bwana mimi nimesimama hapa. Sitakosea mbele zako. Ikiwa lazima nipitie haya. Yesu alimwambia ondoa hiki kikombe, si ndio? Alimwambia niondolee kwa sababu kilikuwa na uchungu, lakini akamwambia hapana, tulia watu wakombolewe. Praise the Lord. Ikiwa kuna kikombe unapitia saa hii, ndio hiyo familia ipone. Tulia upone kwa jina la Yesu. Tulia upone kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna mambo unapitia saa hii, wewe nyamaza kwa Bwana. Hata kuambia nisikie wapigie kelele mpaka wakudharau. Ni Mungu wako, ni Mungu gani ulituambia tuombange? Ulikuwa unatuambia uliokoka shida. Ukiuliza hiyo swali utajibu namna gani? Haleluya. Watu uliokoka shida. Ni wewe umeenda kuleta maneno kwa kufikiria mwanadamu atakusaidia. Ndugu alikaa hapo 38 years. Kwani hakuna hata mtu wa kwao alikuwa anakuja. Miaka 38. Sasa wewe ukae hapa kanisa hii mwaka moja. Mtu anaweza kosa kuingia hapa mtu unajua. Haleluya. Amen. Unaelewa kile nauliza? Mtu anaweza kosa kuikuta, huyu anasema ule ni mtoto wa dada yake. Huyu hawezi kosa mtu wao hapa anajua. Hata kikaa hapa mwaka moja, utaona mtu anapitia. Haleluya. Sasa huyu alikaa miaka 38, miaka 38, hakuna mtu hata wa kwao angekuja aseme, "Na ngoja tukuone nyumbani." Kumbe ni huku ulikuja. Si ndio hiyo? Na tu, kwani hawakuwa wanaulizana hata kwao, na fulani alienda wapi? Ujua mtu hata kusaidia. Wewe unachezea jina la Yesu, huyu unachezea huyu Mungu na ubiri hapa. Uko na shida. Haleluya. Amen. Pigana na hiyo shida kama kifo. Haleluya. Kwa sababu ukichezea huyu Mungu akuonyeshe mgongo, utaumia. Na watu hawatakuangalia. Uliza miaka 38, hata watu wa kwao hawaulizi. Hata yule nimekaa hapa naye miezi 3, hata watu wa kwao wanajua ako hapa. Si ndio? Ule mtu nimekaa hapa naye mwaka moja, watu wakao wanajua hako hapa. Eldoret, Paonia, wa kanisa TMH anashiriki hapo. Hata wengine wamekuja. Sasa huyu miaka 38. Haleluya. Amen. Hakuna mtu hata wakwao anapitia hapo kwa kizima akasema mtu huyu na ni wa kwetu. Hata tumurushe. Praise the Lord. Hata wakiwa wameleta mgonjwa wao. Hata mtu
akilazwa hospitali hapa, si watu wanaenda kumwangalia? Bwana Yesu asifiwe. Miaka 38, ujue mtu kutegemea mwanadamu amelaaniwa. Kutegemea mtu hautasaidika. Yule mtu anategemea mwanadamu, akisema fulani ndiye anaweza nisaidia, siku ataangusha mawazo yako. Haleluya. Na ukute hakuna kitu kama hicho kinaweza fanyika. Ni mimi nimtegemee Bwana, ni mimi nimwangalie Jehova, nikiwa kijana, nikiwa mzee, nikiwa mama, niseme Jehova atanisaidia. Mungu peke yake ndiye atanisaidia. Nikiamuka kuoga nivae ndio nikimbie hapa. Siangalii ndugu yangu, siangalii mama yangu. Haleluya. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Siangalii jirani, hata wakutaka kunizuia kufika hapa, huyo ndiye anaanza kupigana na yeye. Nitasema na ushindi kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Tuko pamoja? Yes. Tuata mambo haya ya Mungu vizuri jue. Hapo ndio utaamua, ni uamuzi utafika hapa. Ndio Yesu akuje mwenyewe. Aseme miaka hii imekuwa mingi. Amen. Miaka 5 kwa mandeni ni mingi. Yes. Miaka 10 kwa mateso ya aina hii ni mingi. Yes. Miaka 7 kwa magonjwa ni hatari. Yanaweza ondoa huyu mtu. Praise the Lord. Miaka 7 peke yako kwa nyumba sio ingio. Na unafikisha miaka. Haleluya. Haleluya. Miaka 10 peke yako, kwani wewe ni Bwana Yesu asifiwe. Ni yaani unaweza tembea peke yako, kwani hauna rafiki? Hauwezi. Unakosa hata ule wanasema hana sura. Siku na wengine wanasema kwamba hana sura. Na watu wanasema mtu hana sura, wakome kwa jina la Yesu. Sote tumeomba mfano wa Mungu. Useme sina sura utaniambia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakosa hata kumwambia. Miaka 10, miaka 7, miaka 20, kuna kasoro. Praise the Lord. Angalia vizuri, useme Yesu kuja wewe mwenyewe. Haleluya. Huu ndio wakati wetu kwa jina la Yesu. Na Mungu anasema amekuja kutufungua. Haleluya. Tumekaa hapo sana. Umekaa na hiyo kilio zaidi. Praise the Lord. Umekaa kwa hiyo shida sana. Nimekuja kukwambia umekaa sana. Na ndio asubuhi Mungu akaniambia, unajua watu wako wanapoenda kuchukua huwa mwingine anaruka anachukua, anabaki bure. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikafurahi sana. Nikaambia Mungu asante, umeniambia kitu kubwa. Kwa sababu sasa wewe ikawa wakati hata madhabahu inaenda kuchukua ni kesho. Kuna mwingine huwa anakuja katika anga na anachukua hiyo baraka yako. Haleluya. Tusomeni. Je, wataka kupona? Je, unataka kupona? Naye akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunipeleka majini. Mimi sina mtu wa kunipeleka majini wakati anapotibuliwa. Ila nikijaribu kuingia. Ila wakati wote ninapojaribu kuingia, sikiza hapo sana. Ila wakati wote ninapojaribu kuingia kwa ndoa yangu, ila wakati wote ninapoenda kujaribu kuweka biashara, mtu mwingine huingia, unitangulia. Mtu mwingine anatangulia. Ni nani huyo? Adui. Ni nani huyo anatangulia? Sasa unaenda kupona, wewe unabaki na magonjwa. Sasa Mungu anakuja sasa, unaenda kuingia katika maisha yako. Unaenda ndoa yako inaenda kupona, watoto wanaenda kupokea neema. Anasema ila wakati wote ninapoenda kuingia, hiyo ndio sauti sasa ilinitoa hapa sasa hiyo. Sasa hiyo ndio sauti sasa. Niliambiwa watoto wako wanapoenda kuchukua, wanapoenda kuingia kwa ahadi zao. Kanisa inapoenda kuingia, huwa kuna mtu. Usinasikia ni mtu? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Huwa kuna mtu mwingine ananitangulia. Wakati wote, yes. Kila nikijaribu kuingia, mtu mwingine unitangulia. Mtu mwingine huwa ananitangulia. Nikauliza ni nani huyo sasa? Nikasema tuangalie maisha yetu saa hii. Ni ndoto gani hiyo inakuja wakati ule umeona muujiza? Sasa
zingine milango inafunguka. Hata unaomba mwezi mmoja, unaamini Mungu katika mwezi huu na unasikia kabisa neema imekuwa nyingi, lakini wakati ule unaenda kuingia, kuna anga yako inabadilishwa na ndoto. Unaona ukianguka kwa shimo, unaona ukianguka. Bwana Yesu asifiwe. Niliwapea ushuhuda wa ule kijana alinipigia simu akaniambia, mchungaji, mimi nataka uniombee uniconnect na gari, kwa sababu laini yako huwa iko na gari za haraka. Nikamwambia hiyo iko na speed, nitakuconnect. Nikamwombea hapa, lakini siku yenye alikuwa anaenda kupokea gari akaniambia, nimeota nimepewa kupata gari, lakini nikaona shimo kubwa mbele ikaanguka. Nikaona gari yangu imeanguka kwa shimo. Sasa tulikuwa tunangojea wiki hiyo. Sasa alikuwa anatafuta, anaomba Mungu amsaidie pesa ifunguke na apate. Kwa hivyo aliota hivyo, mahali alikuwa anaenda kuchukua pesa, akaambiwa hapana. Sikasimama. Sasa nikajua huyu mtu laini yake iko open. Lakini wakati anapoenda kuchukua, wakati ule wa kuchukua hapo ndio huwa anangojewa. Praise the Lord. Wakati ule wa kuunganika hapo ndio huwa anangojewa. Ule kijana nikamwambia, fanya hivi, wacha tu, ako mbali hata haiko karibu vile, naweza mwambia kuja kwa madhabahu. Wewe inua mikono ukiwa mahali, tafuta mahali kwa silent, inua mikono. Naye akaniambia, mchungaji, sitainua mikono peke yake, wacha nikuonyeshe. Akaweka 9,000 kwa simu. Akaniambia hiyo ni sacrifice nimetuma. Hiyo ni 9,000. Sijui alitumia namba gani ya kusema 9, atumie 9. Karibu kupata inakuwa ni shida. Wewe unaisha mpaka maisha yanakuwa ni mazito. Hali inakuwa ni ngumu, watoto wanafukuza kwa nyumba. Na ulikuwa unasema wiki hii ndio naenda kuchukua. Hapa unasema wiki hii ndio naenda kupokea. Kumbe kuna mwingine anakutangulia. Haleluya. Kuna mwingine anafika mbele yako. Ni kesho, anafika leo. Ulikuwa upokee kesho Monday. Saa hii ako kwa kazi. Saa hii ako kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atanifunulia hii leo. Watu hawa, kanisa hili. Haleluya. Amen. Na yale maombi mtaomba leo, utaingia kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Utaingia kwa ushuhuda kwa jina la Yesu. Amen. Last week nikasema Mungu atanisaidia kusema tunaingia kwa kuona miujiza ya kuona saa hii. Haleluya. Uliahidiwa na uko na ahadi. Wakati tuliahidiwa tulifurahi sana, lakini wakati ahadi inatimia unafurahi zaidi. Haleluya. Wakati uliahidiwa gari uko na furaha. Mungu alisema utanunua gari. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Lakini wakati gari yenyewe imefika kwa mikono, unafurahi zaidi. Haleluya. Mtu wa Mungu aliahidi utabarikiwa, utaenda ng'ambo. Ndio ahadi ilishuka ikiwa ya kwanza, lakini siku unaingia kwa ndege, unatangaza na kufika, sio kuingia tu mpaka inatua unaketi kule ulikuwa unaenda. Unaingia kwa ndege na izibike. Haleluya. Si ndio hiyo? Unaingia na kufika kule ulikuwa unaenda, unasema Mungu anaweza, unafurahi zaidi. Huu ndio wakati wa kufurahia ahadi zetu kutimia kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Huu ndio wakati utafurahia kusomesha bila shida, bila mikopo. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Lazima usimamie kwa nyumba ndio ulipe. Kwani wewe ni mtu mbaya namna gani? Wewe mbaya ama ni shida? Yes, lakini wale wanakupea hiyo makao wanasema huyu mtu ni mbaya alipi. Huyu mtu ni mbaya sana, hapendi kulipa vitu ya watu. Wewe si mbaya. Praise the Lord. Lakini wakati wote unapoenda kutafuta, hata saa zingine uko na stress karibu zinakuumiza kwa sababu ya hiyo deni. Lakini mwenye deni hajui kama unaumia mpaka unashindwa kulala. Si ndio? Anasema huyu ni mbaya. Huyu hayuko sawa. Kumbe huyu si mbaya. Shida ni wakati anapoenda kuingia apokee. Ni apatiane hapa awe na amani. Huu mlango unafungwa. Mwingine anatangulia anachukua. Haleluya. Sema nimekataa. Kuanzia leo hakuna yeyote atainuka kuchukua baraka yangu. Ataweza kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo, kuanzia leo nitafika mbele, nitaingia na nitapokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema kuna mwingine anakuja kila wakati ninapoenda kuingia. Kila wakati unapoenda kuingia, nataka tu niulize, ni wapi hapo wewe unataka kuingia?
Ndio uone kuna mahali unastahili uingie mwaka huu na kuna mahali ulikuwa unataka uingie mwaka uliopita. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu alitarajia mwaka huu wa 2025 utavuka uwe hauna kazi, uwe hauna maisha, uwe hauna furaha. Ulitaka uingie mwaka uliopita. Lakini wakati wote unapotaka kuingia ni miaka inahesabu 38. Ni miaka inahesabu, ya huyu ilihesabu miaka ikakata 38. Usipochunga na uangalie neno hili Mungu anaongea leo, utangulie na utangaze kwa jina la Yesu na uchukua hatua tofauti. Haleluya. Unaweza kaa peke yako na miaka 38 ikatike. Hiyo uko naye sasa hivi ongezewa 38. Maana atuambiwa alichukua miaka 38 tangu kuzaliwa. Bali tunaambiwa ni tangu kuzaliwa. Hapana, inamaanisha 38 ilihesabiwa wakati aliketi hapo. Sasa tuseme aliketi na ingine 38. So alikutwa alikuwa na 76. Haiko ituambia alikuja tangu alipozaliwa alikuwa hapo na shida akaketi hapo. No. Alikaa hapo miaka 38. Mimi alikuja hapo labda akiwa na 40. Hakika kutafuta msaada. Alipofika akakata 38. Ongezea yako 38. Haleluya. Ukiongezea yako 38. Ewe, jamaa usiseme. Yesu asifiwe. Ndio uone unayetateza ufikiri ni kawaida, lakini nasikia sasa ile Mungu ameniambia, nimesema no, hapa lazima nichukue hatua. Nisije nikakaa hapa miaka 38 na kanisa ya mabati. Haleluya. Si ndio hiyo? Nisije nikakaa miaka 38 hapa na maisha ya aina hii. Sio hii niliahidiwa. Ahadi yangu ni kubwa. Haleluya. Ahadi yangu ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini mambo makubwa, lakini unaweza kaa ufikirie ni kawaida. Wakati unapoenda kuingia uchukue, mwingine anachukua. Na amejificha, anaingia anachukua. Wakati unaenda kuingia mwingine anaruka anachukua, na miaka inahesabu. Ni wakati wa kuchukua hatua. Uangalia maisha yako na vile umevuta, uhesabu miaka yote. Si ndio? Leo usitoke hapa bila kujua hesabu ya miaka. Haleluya. Kama ujikumbukangi ukaangalia baadhi za kuli leo. Kama hauna pigia mama. Haleluya. Uulize niko na ngapi? Uhesabu. Haleluya. Ujue ya kwamba ni hatua gani nastahili kuchukua leo. Ndio niingie. Niingie. Saa hii Yesu anapokuja saa hii nitaingia kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea neema ya kuingia kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuingia kwa furaha yako. La Yesu. Pokea neema ya kuingia. Pokea neema ya kuingia kwa maisha mema kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuingia. Haleluya. Niingie leo kwa jina la Yesu. Huyu anatangulia tutamjua. Haleluya. Na hata ingia tena kwa jina la Yesu. Tutashika eko kwa jina la Yesu. Haleluya. Akijaribu kuingia leo hata ingia. Akijaribu kuingia kwa ndoa yako ashindwe kwa jina la Yesu. Akijaribu kuingia kwa watoto wako wakose masomo ashindwe kwa jina la Yesu. Akijaribu kuingia kwa biashara yako na akamatwa na malaika kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Mungu hatuna malaika. Haleluya. Anakuja mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na atakamatwa. Huyo huwa anaingia. Alimwambia aje kila wakati kila nikijaribu kuingia mtu mwingine unitangulia. Alafu Yesu akamwambiaje? Inuka chukua mkeka wako. Inuka chukua mkeka utembee sasa. Imetosha. Praise the Lord. Nataka kusema imetosha. Wakati ni leo, siku ni leo, saa ni leo. Haleluya. Saa ni saa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Tukisimama hapa kuomba usicheze. Ujue ya kwamba umezuiliwa miaka 38 na uangalia ile imebakia. Ujue ya kwamba nikicheza saa hii ni kuchelewa na Yesu amekuja. Haleluya. Yesu anasema inuka uchukue mkeka na tembea kwa jina la Yesu. Kile nimekwambia usisahau huyu mtu wako hapo miaka yote hiyo. Amen. Umesikia?
Wewe ambaye unashika unaachilia, sijui Yesu akija kama akakukuta wapi? Kwenye bwawa. Hapo ni shida, uelewe vizuri. Sababu amekuta mtu miaka 38 yako hapo tu, hajatoka, anatarajia akukute hapa. Na akija akukute hapo Jumapili. Na akija akukute tena umemngojea Bwana, ndiye aseme amuka, chukua mkeka. Haleluya. Chukua mkeka kwa jina la Yesu. Amuka, toka kwa maneno. Haleluya. Amuka na utoke kwa aibu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Unaondoka kwa aibu. Unaondoka kwa aibu kwa jina la Yesu. Amuka uondoke kwa jina la Yesu. Kwa nini Mungu anasema niamuke nitembee kwa jina la Yesu? Hii huduma ya GNH niamuke kwa jina la Yesu. Haitazuiliwa tena. Yule alizoea kuja kushika tukiingia, leo ameshikwa. Leo amekamatwa kwa jina la Yesu. Na hatazuia tena. Yule alizoea kuja na anga ya ndoto, unapoenda kuingia anashika anga yako, anazuia ndoa yako, kuanzia leo hataweza tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu amekuja kumuondoa na aondoke kwa jina la Yesu. Haleluya. Yule amezoea kuzuia kazi ya Bwana ili kuendelea, hataweza tena. Haleluya. Tuko pamoja? Utaenda ng'ambo. Sio na wasiwasi. Utafungua kazi. Hiyo kazi itaisha tena kwa jina la Yesu. Hiyo kazi imebakia hiyo. Hiyo itaenda ikiongezeka. Itaenda hiyo wewe. Utaanzia kuuza na ukubwa. Utabarikiwa kwa jina la Yesu. Utaenda mbali kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Anasema ninapojaribu kuingia, mwingine anaingia. Yesu anamwambia ni sawa, lakini imetosha. Ni sawa, nimesikia ndio wanafanya. Hawatafanya hivyo tena. Na shukuru Mungu sababu siku hiyo aliamuka ama alishindwa? Aliamuka kweli ama alishindwa? Kama aliamuka, unaamuka kwa jina la Yesu. Kama alitembea, unatembea kwa jina la Yesu. Kama hakuzuiliwa, hautazuiliwa kwa jina la Yesu. Yesu akamwambia, inuka, chukua mkeka wako. Inuka, chukua mkeka wako. Mara huyo mtu akapona. Akachukua mkeka wake akatembea. Shangilia Yesu! Shangilia Yesu! Shangilia Yesu! Shangilia Yesu! Shangilia Yesu! Shangilia Yesu! Unashangilia Bwana kabla ya mashida ya kiwa. Kwa jina la Yesu, shangilia Yesu! Shangilia Yesu! Shangilia! Haleluya! Shangilia Yesu! Shangilia Yesu! Aliamuka! Alitembea! Aliamuka! Kwa jina la Yesu! Haleluya! Haleluya! Pokea neema ya kuamuka na kutembea kwa jina la Yesu. Utatembea, utaondokea hayo magonjwa, hayo mandemi. Utaamuka, utaondokea hayo madhabahu kwa jina la Yesu. Haleluya. Asante. Nimesema kama tu aliamuka, hata sisi tunaamuka. Ingekuwa Yesu alipokuja alimwambia amuka ikashindikana, tungejua tuko kwa hatari. Haleluya. Lakini Yesu alipofika, huyu hakuhitaji watu tena hakuhitaji ndugu yake wala dada yake. Hakuhitaji hata nani ama nani. Kuanzia leo utauza. Haleluya. Utaulizwa ziko wapi hizo vitu unauza? Tuongezee na utuletee. Haleluya. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Wakatumana kwako, uweke mzigo upange, ulipwe na simu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Itaenda hivi. Hatutaachwa nyuma. Tumebarikiwa. Leo tunaamuka na tunatembea kwa jina la Yesu. Leo tunaamuka. Haleluya. Amuka utembea, sitakuacha. Amuka utembea. Amuka utembea. Ninaamuka
kwa jina la Yesu. Natembea kwa maisha mapya kwa jina la Yesu. Hii ndio Baba, nikuchukulia na furaha na imani. Chukua kwa furaha na imani, hata ukicheka, kwa sababu unaondoka na haya mateso. Unaondoka pale miaka 38, unaondoka kwa shida ya miaka mingi kwa jina la Yesu. Unaondoka kwa magonjwa ya miaka mingi kwa jina la Yesu. Unaondoka kwa maisha ya peke yako ya miaka mingi kwa jina la Yesu. Unaondoka kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea kibali, pokea ushindi, pokea baraka kwa jina la Yesu. Na kila yeyote ulikamala na mazuri kwa jina la Yesu. Na kila yeyote aliyezoea